Kitabu cha Mhubiri sura yake ya 3 mstari kuanzia wa kwanza, maandiko yanatueleza kwa habari ya kwamba mambo unayoyaona duniani yanafanyika, yawe mazuri yawe mabaya, yawe mema au yasiwe mema, yawe ya hali ngumu au hali nzuri, yote yanafanyika ndani ya majira. Yote yanafanyika na yanatendeka katika majira, na nje ya majira hakuna kinachoweza kufanyika. Nje ya majira au nje ya wakati hakuna kinachoweza kutendeka. Kila jambo linatendeka katika wakati. Kwa hiyo tunaangalia leo kwa habari ya utimilifu wa ahadi za Mungu katika majira au wakati, ndani ya majira au wakati. Tunasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Nimeshia mpaka mstari wa 4. Maandiko yanatuonesha kwamba kumbe kuna nyakati katika majira, na katika majira hizo nyakati zinakuwa na vipindi mbalimbali, lakini hivyo vipindi na mambo yote yanafanyika ndani ya majira, yanatendeka ndani ya wakati. Tumeona maandiko yanatuambia kwamba kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna, wa kung'oa yaliyopandwa, kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Hayo yote ni matukio ambayo yanafanyika kwenye wakati. Sasa na katika mwaka huu tulikuwako na kipindi cha mwanzo wa mwaka. Kuna mambo ambayo kwa kawaida tuliyofanya mwanzoni mwa mwaka. Kama wakati huo kama ni mkulima, maana yake tunategemea ama ulikuwa umeshapanda au unapanda kwenye miezi ile ya kule wa kwanza. Wengine wako wameshapanda, lakini wengine wanapanda. Unaenda unataka upalilie. Kuna wakati unafika ung'oe mazao kwa wakulima. Lakini pia kuna wafanyabiashara ambao wenyewe kuna majira yakifika wanajua haya ndio majira ya biashara, haya ndio majira ya kuweza kufanikiwa. Watu wanajua misimu ya hela ni ipi, na wanajua misimu migumu ni ipi, wanajua misimu ya neema ni ipi, na misimu ambayo ina changamoto ni ipi. Sasa nachotaka nikwambie ni kwamba katika ulimwengu wa kiroho mambo hayo unayoyaona hivyo katika mwili, na katika ulimwengu wa kiroho yako hivyo hivyo. Kuna wakati ambao inawezekana kwa namna moja ama nyingine, kuna mlango ulifunguka, adui akapata nafasi akakutesa katika majira fulani, au akaonea maisha ya ndugu yako au maisha ya familia yako au maisha ya kiuchumi. Ukashangaa kuna mambo yalikuwa hayaendi, kuna mambo hayaendi sawa sawa. Kumbe wakati mwingine adui alicheza na majira. Nimeshawahi kuwaombea watu fulani ambao wenyewe wakawa wana matatizo ya majira, yaani matatizo yao huwa yanajirudia kwenye vipindi fulani vya muda. Kwa hiyo kumbe adui anaweza akacheza na majira ili kuweza kuharibu maisha ya mtu au kuvuruga. Kuna dada mmoja alikuwa ananiambia wenyewe ikifika mwezi wa 9 na wa 10 kwenye ndoa yao amani inaondoka, na kama wanatengana kabisa, hawai pamoja, kila mtu anakuwa na za kwake, ila mwezi wa 9 na wa 10 ukiisha wanapatana. Na ule mwezi wa 9 na wa 10 yeye alikuwa ajui, kumbe adui alikuwa ametengeneza agano la kwenye majira ya kwamba huyu mtu ifikapo majira ya mwezi wa 9 na wa 10 wasiwe na amani kwenye ndoa yao, kwa sababu mimi ninataka wasifanye maendeleo. Yule dada niliwahi kumuuliza, nikasema ninyi ni wakulima wa vitunguu? Akasema ndio. Nikamwambia majira ya mwezi wa 9 na wa 10 mara nyingi huwa tunavuna vitunguu vyenu. Akasema ni sahihi, huwa tunapandaga majira fulani, majira hayo huwa tunavuna na hela tunapataga, lakini tukipata hela ndo hapo hatuelewani. Nikamwambia shetani huwa anachowinda sio tu amani yenu, anachowinda ni hatua zenu za mafanikio. Sasa anajua majira ambayo Bwana alikusudia kuwabariki,
kupitia mazao yenu yanapokuwa yamewadia, kwa kuwa hamjasimama vizuri kiroho, kwa kuwa hamjajiweka vizuri kwa Bwana, kinachotokea anavuruga kwenye mfumo wa majira, kwenye mfumo wa nyakati. Maana anajua mkivurugana kwenye wakati huo ambapo neema imeachiliwa, ambapo fedha zimeachiliwa, mafanikio mtayaona. Ninazungumza hayo kwa ajili ya kufanya jambo moja kwenye majira haya, huu mwezi huu na uliobakia. Tunataka kila mmoja awe serious kuweza kuomba kwa habari ya utimilifu wa ahadi za Mungu. Kwetu sisi habari njema, baba yetu wa kiroho mbeba maono, Bwana alimwambia wakati kwenye mkesha wa kuvuka mwaka jana, Bwana alimpa neno la kinabii kwa ajili ya habari njema, na akaniambia, akasema, mwanangu, huu ni mwaka wa utimilifu wa ahadi za Mungu. Kile ambacho Mungu ametuahidi kinaenda kutimia. Kwa hiyo sasa ni jukumu letu. Biblia inasema, enyi wakeshaji, mngojeo Bwana, msiache kumkumbusha Bwana. Kwa kuwa Bwana alisema neno la kinabii kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya familia zetu, ya kwamba ni mwaka wa utimilifu. Hivyo sasa ni lazima umkumbushe Bwana ni kipi ambacho Bwana alikuahidi kupitia maono, Bwana alikuahidi kupitia ndoto, Bwana alikuahidi kupitia kinywa cha mtumishi wake, Bwana alikuahidi kupitia neno lake wakati unasoma. Hicho ambacho unajua hii ni ahadi ya Mungu kwangu, unapaswa kumkumbusha Bwana, tuweze kumwambia Bwana, tazama ni majira ya utimilifu wako. Kilichokuwa kimesalia wacha kitokee sasa. Yale maono ambayo yalikuwa bado hayajatokea wacha yatimie. Zile hatua ambazo zilikuwa bado hazijatokea wacha zitimilizwe. Mwaka huu usiishe, yakatimie katika jina la Yesu. Ninampenda Abiudi. Abiudi anasema Bwana tenda muujiza. Abiudi anamwambia Mungu, anasema Bwana tenda muujiza, usiache mwaka huu upite bila kutenda muujiza. Nami nimekuja katika jina la Yesu kukwambia, mwanangu, yamkini ulipita kwenye majira ya kulia, lakini ninakutabiria ya kwamba ni majira ya kufutwa machozi, ni majira ya kucheka sasa, ni majira ya kutabasamu. Ugonjwa uliokutesa Bwana hataruhusu uvuke nao mwaka unapokwenda kuisha, na wenyewe lazima ubaki hapa. Ninatamka katika jina la Yesu, Mungu ninayemtumikia atakufute machozi. Ninatangaza majira ya utimilifu wa ahadi zako, ahadi za ndoa njema, ahadi za afya njema zikatimie kwa jina la Yesu. Haleluya.